mtakatifu, Mungu wetu, rafiki yetu mpendwa, tunakushukuru tena kwa ajili ya wakati huu ambapo tunaenda kujifunza somo zuri kabisa ambalo linahusu vijana. Wakati utakapofika kuchukua maamuzi ya kupata mwenzi, tunakuomba Kristo katufundishe mwenyewe. Kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Asante. Kwa majina naitwa Esther David, na ndugu mtazamaji na msikilizaji wa chaneli ya Sifaeli Sanga, tunakukaribisha katika kipindi hiki cha kujifunza mashauri kwa vijana. Na leo ni siku nzuri kabisa ambayo tunaenda kuwaelekeza vijana wale ambao umri wao umefika wa kupata mwenzi wa maisha, mambo gani ya kuzingatia na mambo gani ya kuacha. Na jambo la kwanza la kuzingatia muda utakaofika kupata mwenzi, jambo la kwanza, tafakari kwa undani. Jambo hili sio la kukurupuka, ni jambo nyeti, ni jambo ambalo linahitaji umakini, ni jambo ambalo linahitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo kijana, wakati ukifika usikurupuke, kaa tulia na baadaye utapata jibu sahihi la kufanya. Lakini jambo la pili, jambo la kufanya, usiende kutafuta mke kabla hujapata cha kufanya. Kwa maana hiyo kwamba tunasema ya kwamba mke anahitaji matunzo, lakini pia unapokuwa na mke lazima baadaye mtapata familia, na familia inahitaji matunzo. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba kama vijana utafute kazi ya kufanya, na tafuta kazi ya kufanya itakusaidia kupata nguvu na ujasiri wa kutafuta mke. Lakini pia jambo la tatu, mke anahitaji matunzo. Mke anahitaji matunzo. Kwa hiyo kama kijana ambaye tayari sasa unachukua uamuzi sasa wa kutafuta mwenzi wa maisha, tambua ya kwamba unapooa mke anahitaji matunzo. Anahitaji kula vizuri, anahitaji kuvaa vizuri, anahitaji kuwa na muonekano mzuri. Katika wanawake 10 wanavyopita, na yeye awe ni mwanamke mwenye hiyo idadi, na yeye awemo katika wanawake bora 10, na yeye awemo. Kwa hiyo tambua ya kwamba unapochukua maamuzi ya kupata mwenzi wa maisha, tambua ya kwamba lazima ujipange vizuri, usikurupuke. Kwa jina lingine tunasema ya kwamba usioe kwa sababu umeona rafiki yako ameoa na wewe ukasema ngoja nioe. Kwa hiyo jambo hili linahitaji utulivu, jambo hili linahitaji maombi ya dhati, jambo hili linahitaji umakini wa hali ya juu ili kwa ajili ya kupata mwenzi wa maisha. Lakini pia jambo lingine ni kwamba mshirikishe Mungu katika jambo hili. Mungu akuongoze, Mungu akuonyeshe, Mungu akuonyeshe kwamba maana hili ni jambo, ni taasisi ambayo mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa kutulia na kumuuliza Mungu kwamba Mungu, wakati wangu umefika, nifanye nini? Mungu atakusaidia na atakuonyesha pale ambapo utamtanguliza Mungu. Kwa nini tunasema mtangulize Mungu? Kwa sababu moja, vijana wengi wanajitanguliza wao wenyewe, wanamuweka Mungu pembeni, na ndio maana tunaona vijana wengi wanalia, vijana wengi wamebakia na huzuni, vijana wengi wameingia kwenye majaribu makubwa, ni kwa sababu hawajamtanguliza Mungu. Lakini tumeona kwamba vijana wengi ambao wamemtanguliza Mungu, tunaona familia zao zimekuwa ni nzuri, wanaishi vizuri, kwa sababu wakati wa maamuzi walimtanguliza Mungu, hatimaye naye Mungu aliwasaidia vizuri. Kwa hiyo vijana, tusikurupuke. Jambo la kuchagua mwenzi wa maisha ni jambo nyeti ambalo linahitaji umakini kabisa. Maana uchumba unavunjika, lakini ndoa haivunjiki. Na ndio maana tunasema ya kwamba jambo hili linahitaji umakini. Ukishaingia kwenye taasisi hii, hamna kutoka wala hamna kuvunja wala hamna kumwacha. Kwa hiyo ukishaingia kwenye taasisi hii, ni taasisi ambayo umeingia milele, hamna kuachana wala hamna kumwacha. Kwa hiyo ndio maana tunasema ya kwamba jambo linahitaji utulivu, linahitaji msaada wa Mungu ili Mungu akusaidie. Na jambo lingine tunaona kwamba hii taasisi, kwa sababu mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa unapaswa sasa, ukishaingia kwenye taasisi hii, kila mmoja amheshimu mwenzi wake. Mke muheshimu mume, lakini pia mume muheshimu mke, kwa sababu ni taasisi ya Mungu na Mungu anaiheshimu taasisi hii, lakini pia Mungu anaipenda taasisi hii. Unaona? Kwa hiyo ndio maana tunaona ya kwamba shetani anatafuta mbinu kila siku tunapokuja, anatafuta mbinu namna ya kuivuruga taasisi, kwa sababu anajua kabisa kwamba taasisi hii mwanzilishi ni Mungu,
taasisi hii ni taasisi muhimu ambayo Mungu anaiangalia kwa umakini kabisa. Kwa hiyo ndio maana tumeona kwamba saa zingine utakuta wanandoa wanaachana. Kijana anaoa leo, anakaa wiki mbili ameachana. Binti anaolewa leo, anakaa miezi miwili ameachana. Kwa nini? Kwa sababu hakutafakari wakati wa kuchukua maamuzi ya kukaa pamoja. Kwa hiyo jambo hili ni jambo nyeti ambalo linahitaji umakini. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa channel hii ya Sifaeli Sanga, unapochukua maamuzi fanya urafiki na Mungu. Mshirikishe Mungu. Usijishirikishe wewe mwenyewe. Usiwashirikishe marafiki kwamba mimi nataka kuoa, muda umefika. Mshirikishe Mungu. Anguka miguuni pa Mungu. Na kisha mshirikisha Mungu, Mungu atakusaidia. Lakini na jambo lingine la kuzingatia kwa vijana wetu. Tunaona kwamba vijana wengi wanachukua maamuzi wakati haelewi ataishije kwenye familia. Kama nilivyoeleza kwamba familia inahitaji umakini, inahitaji kutunzwa, inahitaji kipato, mke anahitaji kutunzwa vizuri, lakini pia watoto wanahitaji kulelewa vizuri, wanahitaji kusoma, wanahitaji mavazi, lakini pia watoto wataugua, wanahitaji kwenda hospitali. Kwa hiyo kijana wa kiume wakati ukifika wa kupata mwenzi wa maisha, tambua ya kwamba kuna majukumu ambayo utayabeba. Utabeba majukumu ya mama, utabeba majukumu ya baba, kwa hiyo ya watoto. Na kwa hiyo kama kijana wa kiume, lazima unavyochukua maamuzi ya kupata mwenzi wa maisha, utambue kwamba haya yote wewe utayabeba. Lakini pia utambeba mke wako atakapopata changamoto. Wanawake wanakuwa na changamoto mbalimbali, aidha amefiwa, aidha anaumwa. Sasa wa kumshika ni wewe mume wako, wewe kijana. Kwa hiyo usidhani ya kwamba kwenye taasisi hii ni kwa kukurupuka, sio kwa kukurupuka. Tulia na baada ya hapo fanya maamuzi sahihi. Lakini pia nataka nizungumze na hapo nilikuwa natoa maelezo kwa kijana wa kiume. Niingie kwa kijana wa kike. Hata sisi vijana wa kike, unapofika wakati wa kupata mwenzi wa maisha, usikurupuke. Usikurupuke ukaenda ukasema mimi nataka niolewe tu. Hapana. Tulia, muulize Mungu, mwambie Mungu, umri wangu umefika kupata mwenzi wangu wa maisha. Mungu atakusaidia na Mungu atakuonyesha kijana sahihi ambaye unastahili kuwa pamoja naye. Lakini pia jambo la pili kwa vijana wetu wa kike hawa. Hii karne ya 21 imekuwa ni karne yenye changamoto. Vijana wetu wa kike wanajipeleka. Usijipeleke kwa kijana. Yaani acha kujipeleka kwa kijana. Usiende kwenye geto lake. Unaenda kwenye geto lako unasema mimi nimeenda kumsalimia. No, hapana. Kumbuka ya kwamba huyo kijana ni mwanadamu 100% kama ulivyo wewe binti mwanadamu. Kwa hiyo huyo kijana huyo sio mti mkavu. Kumbuka ya kwamba ubinadamu utawaingia, alafu mtaingia kwenye jaribu. Kwa hiyo ninawasihi vijana, watoto wangu wa kike, hakikisha unajitenga. Lakini jambo la pili, epuka kukaa mahali tatanishi au mahali peupweke au mahali penye giza. Mahali penye giza. Kaa mahali penye wazi ambapo watu wanapita. Nenda kanisani, mambo yenu yapangie kanisani. Nenda sehemu yenye wazi ambapo watu wanawaona. Msikae wawili, msiitane huko pembeni. Mkakaa wawili, mnaanza kujadili mambo yenu wawili, mtaingia kwenye jaribu. Tumeona vijana wengi sana wameingia kwenye majaribu kwa sababu ya kukaa mahali penye upweke, kukaa mahali penye giza, kukaa mahali wawili yenye jinsia mbili tofauti. Hilo halitakiwi katika maisha ya vijana. Kwa hiyo ili wewe kijana, wewe binti ambaye unayenitizama kwa channel hii Sifaeli Sanga, zingatia hayo ninayosema. Yatakusaidia katika maisha yako, yatakusaidia pia katika ubinti wako. Usikubali kushawishika na mtu fulani. Asikushawishi mtu. Kumbuka kwamba ujana wako ni wa thamani kubwa sana. Ujana wako ni wa thamani kubwa sana. Kwa hiyo usikubali mtu yoyote akuharibu ujana wako, au usikubali kijana aharibu ujana wako, au wewe kijana wa binti wa kike usikubali mvulana yoyote aharibu usichana wako. Usikubali kabisa. Simama kwenye neno la Mungu. Hudhuria maombi. Soma neno la Mungu. Hivyo vitakusaidia kusimama katika jaribu. Vitakusaidia kusimama katika usichana wako. Itakusaidia. Lakini pia epuka makundi hatarishi. Ninajua kabisa vijana mna marafiki. Vijana wengi mnakuwa na marafiki wengi kabisa. Mna marafiki mashuleni, vyuo, wapi na kadhalika, mnakuwa na marafiki. Lakini sisemi kwamba usiwe na marafiki. Katika marafiki, angalia ni rafiki yupi ambaye anakujenga.
Kwa hiyo marafiki wengine wanadanganya, marafiki wengine wanaharibu maisha yako. Kwa hiyo angalia rafiki ambaye anajenga maisha yako. Angalia rafiki ambaye ni bora katika maisha yake. Huyo ndiye wa kumwiga. Lakini pia jambo lingine, usiige maisha ya watu. Vijana wengi sana wameingia kwenye majaribu ya kuharibu usichana wao ni kwa sababu ya kuiga maisha. Hasa tuzungumzie na vijana wale walio chuoni, wanaosoma chuoni huko, wanakuwa mbali na wazazi wao. Kule chuoni kunakuwa na mambo mengi. Ishi kulingana na maisha ambayo unaona wazazi wako wanayo. Usiishi maisha ya kuiga wale vijana wengine. Kwa hiyo wewe ishi maisha yale ambayo unaona maisha haya unayaweza. Usiige. Vijana wengi wameingia kwenye majaribu. Wamejiuza, wameingia kwenye makundi hatarishi ya kujiuza, wameharibu ujana wao ni kwa sababu ya kuiga. Sasa ninakushauri siku hii ya leo, kijana, mtoto wangu wa kike, hakikisha unajitunza. Yaani ukijitunza, mvulana anakuja yeye mwenyewe. Tena anatoka kwa Mungu kabisa. Anakuja mvulana aliyetulia ambaye ni mzuri kabisa. Kwa hiyo vijana wangu, watoto wangu wa kike, hakikisha unatulia. Tulia, usiwe na papara, usiharakishe. Yaani wewe tulia. Na Mungu hatimaye kwa utulivu wako Mungu atatenda jambo kubwa. Utakuwa binti, baadaye utakuwa na familia iliyo bora, utakuwa na familia iliyo yenye furaha, lakini pia utapata mume mzuri ambaye mume anayetoka kwa Mungu, anakuwa ametulia, mume ambaye yuko ndani ya Yesu, mume wa maombi, mume anayempenda Mungu. Kwa hiyo yote hayo yanawezekana pale ambapo vijana wetu wa kike tutamshirikisha Mungu katika maisha yetu ya mahusiano. Lakini pia jambo lingine ni kwamba kwa wale vijana wetu wa kike sasa na wa kiume wote kwa pamoja, tuwashirikishe wazazi wetu. Wakati ukishafika, mshirikishe mzazi. Mwambie mzazi, mimi umri umefika na sasa nimepata mwenzi wangu wa maisha. Mshirikishe mzazi. Usikie mashauri kutoka kwa wazazi au usikie mashauri kutoka kwa wazazi wa kanisani, eza ushauri kutoka kwa wazazi wa kanisani, eza ushauri kutoka kwa mzazi wao. Kwa hiyo tumeona vijana wengi wanachukua maamuzi wao wenyewe. Wanafanya wao wenyewe kimya kimya, bila kuomba ushauri, bila kuwashirikisha wazazi, bila kuwashirikisha wakubwa wao. Inafika mahali wanaangamia, wanakuwa na majuto, wanaumia. Lakini pia tumeona mara nyingi vijana wetu wanakuwa na ndoa zao zinakuwa ni za kuvunjika mara kwa mara. Ni kwa sababu hawakuomba ushauri. Kama nilivyosema kwamba kwa sababu taasisi hii ni taasisi nyeti ambayo mwanzilishi ni Mungu. Kwa hiyo unavyoingia katika taasisi hii, jipange sawa sawa. Usikurupuke. Usikurupuke kwa ajili ya kuona mtu fulani. Unaona wanatembea pamoja wameshikana mikono. Changamoto zipo. Kwa hiyo hii taasisi sio taasisi ya mchezo. Unavyoingia ni lazima utafakari vizuri, tafakari kwa umakini. Kumbuka kwamba kule unakoenda unakuwa mama wa watoto. Unaenda kulea familia, unaenda kulea jamii, unaenda kulea ndugu mbalimbali wa mwanaume au wa mwanamke, unaenda kutegemewa. Kwa hiyo tambua ya kwamba unavyoenda huko hauendi, yani sio jambo la kukurupuka, ni jambo la kutulia, ni jambo la kumuuliza Mungu, ni jambo ambalo linahitaji maombi ya mara kwa mara kwa vijana wetu ambao bado hamjaingia katika chuo hiki cha familia. Kwa hiyo lakini jambo lingine ni kwamba usikubali kuoana kirejaleja au kiholela tunaita. Olewa kwa utaratibu mzuri ambao neno la Mungu linasema. Olewa kwa utaratibu mzuri ambao neno la Mungu linasema. Ukiona mvulana anakwambia njoo tuoane hivi tutabariki, usikubali mtoto, binti wa kike na mvulana, mtoto wa kiume na mtoto wa kike, wote kwa pamoja, nazungumza tu kwa pamoja. Usikubali au asikushawishi akakwambia kwamba baadaye tutabariki. Ujua huyo sio mvulana, hana lengo zuri na maisha yako. Ukiona wewe binti mmekaa na huyo mvulana ambaye tayari ni chaguo lako, mmekaa hapo mnaanza kudiscuss juu ya mambo yenu kwamba tuendesheje, lakini baadaye akakuletea wazo la kusema kwamba tuoane tu tutabariki. Ujue huyo hana lengo na maisha yako. Kwa hiyo kuwa makini sana na vijana hawa wa karne ya 21 au wavulana hawa wa karne hii. Ni wajanja mno. Wewe simama kwenye msimamo. Mwambie neno la Mungu linakataa kuoana bila utaratibu. Neno la Mungu linakataza. Lakini pia mwambie Yesu anakataza kabisa.
Lakini pia mwambie kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi vijana. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuoana bila utaratibu. Ukiona kijana anakwepa, ujue huyo hana lengo. Hana lengo zuri. Ni vizuri ukaachana naye kabisa. Maana hiyo sio ndoa. Ndio maana nasema kwamba bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Maana uchumba mnaachana kimya kimya, hakuna atakayeona. Ni nyie tu wawili. Lakini ndoa kila mtu anajua. Lakini pia hata wadudu wanajua kwamba hawa wameachana kwenye ndoa. Kwa hiyo taasisi hii ni taasisi nzuri kabisa. Ni taasisi nzuri ambayo mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tunavyoingia vijana wetu, hakikisha kwamba unatulia, hakikisha kwamba usishawishike na mtu mwingine au asikushauri mtu mwingine kwamba olewa tu, huku ni kuzuri, olewa tu. Usikubali kabisa. Kaa tulia, chukua maamuzi sahihi. Chukua maamuzi sahihi, asikushawishi mtu mwingine. Lakini jambo lingine ni kwamba angalia marafiki. Unavyokuwa katika sasa umeingia kwenye ndoa sasa, angalia marafiki wa kuongea nao. Ni marafiki wapi wanaojenga? Kama nilivyozungumza pale ambapo kijana sasa una marafiki kabla hujaingia kwenye taasisi. Nimezungumza hatari ya marafiki. Chagua marafiki wema. Lakini pia unavyoingia kwenye taasisi hii sasa, uweze ukaishi bila marafiki. Wanafamilia wote, hata mimi hapa ninayezungumza, ndugu mtazamaji na msikilizaji, nina marafiki. Lakini katika marafiki hao na watambua kwamba rafiki huyu ni mwema na rafiki huyu ni mzuri. Kwa hiyo sasa, kijana wangu wa kike na wa kiume, umeingia sasa kwenye taasisi hii, angalia marafiki wa kuongea nao, au angalia marafiki ambao wa kushare nao katika mambo mbalimbali ya jamii. Kuna marafiki wengine wapo kwa ajili ya kuvunja ndoa, lakini kuna marafiki wengine wapo kwa ajili ya kuiba wanaume. Kwa hiyo uangalie sana hao marafiki ambao utakuwa unaishi nao kwenye jamii ambayo utakuwa sasa umeshaingia kwenye ndoa. Lakini pia jambo lingine sasa, ukishaingia kwenye familia sasa, epuka kukosoa. Usimkosoe mwenzi wako. Unaanza kusema kwamba wewe niliolewa tu kwa sababu ya kukuhurumia. Usiingie kwenye taasisi kwa ajili ya kumhurumia kijana. Utalia machozi. Kijana wangu wa kike na wa kiume, usimuoe binti kwa ajili ya kumhurumia. Usiolewe na kijana kwa ajili ya kumhurumia. Utalia machozi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji wa channel ya Sifa Sanga, kuwa makini sana unavyochukua maamuzi. Kuwa makini kabisa. Usiolewe kwa ajili ya huruma. Eti niliona tu anatia huruma sana nikaona nimsaidie. No, usifanye hivyo. Kwa hiyo, lakini jambo lingine ni kwamba shiriki katika mambo ya kiroho. Shiriki katika mambo ya kiroho. Kisha ingia kwenye taasisi hii ambayo mwanzilishi ni Mungu. Shiriki katika mambo ya kiroho. Tunaona Mungu mwenyewe anashiriki kwenye mambo ya kiroho. Kanisani anakuwa pamoja na sisi. Kila mahali, sehemu za maombi anakuwa pamoja na sisi. Shiriki kwenye mambo ya kiroho. Usiache mambo ya kiroho. Maana nimeona vijana wengi wanavyoingia kwenye taasisi hii wanaacha mambo ya kiroho. Wanaacha kusali, wanaanza mambo mengine. Ndoa hizo hazidumu. Na ili ndoa zetu zidumu, za vijana wetu wa karne ya 21, ni lazima kudumu kwenye mambo ya kiroho. Mungu awe namba moja. Na jambo lolote linavyoingia, muulize Mungu. Mwambie Mungu, mume huyu ulinipa wewe, kwa nini jambo hili linaingia? Lakini pia Mungu, mke huyu ulinipa wewe, kwa nini jambo hili linaingia? Kwa hiyo ni lazima kudumu kushiriki katika mambo ya kiroho, maombi, kusoma neno la Mungu na kadhalika. Lakini pia jambo lingine, acha kukaa sehemu hatarishi. Kama nilivyozungumza tayari, acha kukaa sehemu hatarishi. Yumkini wakati hujaoa ulikuwa unakaa sehemu fulani, lakini ukishaingia kwenye taasisi haya, mambo yote tunayadiriti. Unayaweka huko, maana tayari umeshaingia kwenye taasisi yako. Sasa umeingia kwenye taasisi ambayo hamna kuachana wala hamna kuacha. Kwa hiyo ukishaingia kwenye taasisi hii, kama nilivyosema kwamba fikiria, tafakari kwa umakini. Ukishaingia kwenye taasisi hii, hamna kutoka mpaka Yesu atakapokuja, au kifo kiwatenge, au mume uliye naye afe, au mke uliye naye afe. Hapo ndipo unafunguliwa sasa, unaruhusiwa kutafuta mwenzi mwingine. Lakini hauruhusiwi kumwacha mke au hauruhusiwi kumwacha mume ukiingia kwenye taasisi hii. Kwa hiyo vijana, tafakari kwa umakini unavyoingia kwenye taasisi. Lakini jambo lingine ni kwamba kishaingia kwenye taasisi hii, mizaha haitakiwi. Mizaha haitakiwi. Vijana wengi ambao hawajaoa
wanakuwa na mizaha fulani huko wanakofanya kazi zao, kwenye shughuli zao. Kuna mizaha fulani ambayo kama vijana wameizoea. Lakini sasa ukishaingia kwenye taasisi hii, acha mizaha. Unaingia kwenye taasisi, unaanza mizaha kwa mke wako, unaanza kumfanyia mke wako mizaha. Mke wako anaanza kulia kila siku, anahuzunika. Kwa hiyo acha mizaha kwenye familia hii. Simama baba kama baba, simama mama kama mama, na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji wa channel Sifa Elisanga, zingatia hayo niliyosema, yatakusaidia unavyochukua maamuzi ya kupata mwenzi wa maisha. Mungu akubariki sana, na Mungu akusaidie unavyochukua maamuzi ya kutafuta mwenzi wa maisha. Amina.